watu wengine pamoja tunaomba hapa, lakini wako kwenye misheni ya kutengenezwa mioyo yao ipondeke. Wako kwenye misheni ya kutengenezwa roho zao zipondeke. Kwa hiyo unapomwona mwenzako anapitia magumu, anaanguka, anafanya hivi, yuko na kazi na Mungu. Mungu ana shughuli na yeye. Huyu adui aliyetumwa ametumwa kwa misheni maalum wakati mwingine, ili wakati ukifika aondoke na mtu abaki kuwa safi zaidi, awe na moyo uliopondeka, awe na roho iliyopondeka katika jina la Yesu. Kisoma katika kitabu kile cha Zaburi 34 ule mstari wa 18. Zaburi sura 34 ule mstari wa 18. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huokoa. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana yu karibu nao waliovunjika. Unajua maana yake kuvunjika moyo, sio kukata tamaa. Hapa tubadilike kidogo, tuelewe neno la tafsiri yake sahihi. Maana yake sio kukata tamaa. Waliovunjika, yani moyo uliokuwa katika hali ya ugumu. Anasema kuna moyo wa jiwe, moyo wa jiwe mpaka upondeke pondeke. Mungu anasema neno moja, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, nao waliopondeka roho huwaokoa. Wale ambao bado roho zao hazijapondwa pondwa hawatapata neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Uko hapa, sijui unapitia magumu ya namna gani ambayo roho yako bado haijapondeka. Yaani kwa changamoto unazokutana nazo, lakini bado roho haijapondeka. Kwa magumu unayopitia, lakini moyo bado hujavunjika au hujavunjika, ili ukamtafakari Bwana. Bado una kiburi, bado una jeuri, bado unajivuna, bado uko tayari, unajiona hayo unastahili. Nasema Mungu analijua. Wacha nipambane tu na hali yangu. Nataka nikwambie leo, ukisikia sauti ya Bwana, hautapambana peke yako na hali yako katika jina la Yesu. Nasema hautapambana peke yako na hali yako katika jina la Yesu. Ule Zaburi 119 mstari ule wa 20, Zaburi 119 mstari